Yaani kama ungekuja taratibu tungeuka kistaarabu. Tustibuane, usipatishane mashetani kabisa. Nimekuelewa mama. Nimekuja na ndugu yangu huyu amenisindikiza. Basi ngoja nizungumze naye kidogo halafu tutakuja kurejea mazungumzo. Unapotoka, ukirudi, beba furushi lako, beba mzigo wako, naomba muondoke. Sitaki maneno na nyie. Sitaki masiala kwenye nyumba yangu. Mzigo wako wapo, nimechoka kuhudumia. Muondoke. Tuongee kidogo. Tena nisikize kwa makini. Najua kwamba una akili zako timamu, unafanya masiala tu. Si unanielewa eh? Wewe ni Taila lakini Taila unajielewa. Kuanzia leo babako si amefika? Ukitaka kunya, kunya hata kuanzia hapa mpaka nje ya geti. Babako atasafisha. Kunya mafungu mpaka utakapotosheka wewe. Mimi si wa usigeli wako. Na iwe mwanzo na mwisho kunya nikiwepo mimi. Kuanzia leo kunya ukimwona babako. Kunya mpaka nje uko, babako atasafisha. Sitaki ujinga. Endelea. Na kukata miguu mimi. Nimeivujia jasho nyumba hii. Mzee wangu kwanza pole. Asante kweli. Sababu tatizo ambalo umepigiwa simu sio hilo tatizo ambalo umelikuta. Yaani umekuta tatizo kubwa sana ambalo linaumiza hadi kichwa. Pole sana mzee wangu. Nimekuja kwa matatizo ya wanangu, lakini pia nakuja kupata simanzi na nyumba yangu pia. Unajua, lakini niseme tu Mungu ndo anajua. Hili la nyumba nitalifuatilia, ila kwanza nicheki afya ya mtoto wangu. Raji na Loli wamenichanganya sana. Loli hayupo, Raji ndo kama vile unamuona hali yake. Kwa hiyo acha nipambane nao, alafu nitadili na hiyo issue. Kwa sababu story fupi tu nikupe. Mke wangu amenipigia simu. Unajua nilivyoondoka mimi nilimpigia simu mdogo wangu. Sawa. Ili aje kukaa na familia yangu hapa. Lakini kumbe ndivyo sivyo. Yule mdogo wangu alikuwa na yule mdada ambaye tulomuona pale. Ndio alikuwa mtu wake. Okay. Ya, ndio yule. Kwa hiyo wakafanya jambo la kunizunguruka. Wakaingiza ushirikina ndani. Wakamchanganya mke wangu na kutoa hati na kusaini kila kitu. Kwa hiyo wakati mgumu sana, lakini sina jinsi. Acha nipambanie afya ya wanangu. Wakati anazungumza mimi nilikuwa namsikiliza kwa umakini. Sikutoa neno hata moja. Lakini ni mwanamke fulani ambaye kama anajiamini sana. Lakini kwa akili nyingine sio rahisi nyumba itapeliwa hivyo. Yaani unakubali vipi nyumba iende hivyo? Yaani mtu anazungumza tukatoka huko anakotoka si wapi huko eti mimi ndo mwenye nyumba. Mimi ninachokiona mzee wangu ili bado una nafasi. Nenda serikali za mitaa, toa maelezo yako yote. Mpaka ulivyoondoka, alivyokuja huyo mdogo wako, ilivyokuwa hivi, kila kitu. Ukitoka pale, nenda polisi. Ukitoka polisi, shirikisha hata mahakama. Mimi nafikiri jambo likifika kule, wao ndo watajua. Haki yako inarudi, nyumba yako inarudi na huyu hapa anaondoka. Tena bila kuchukua kitu chochote. Mimi nimekuelewa, lakini kitu ambacho mimi kinanitia wasiwasi sana. Unajua serikali hawaamini uchawi. Yaani masuala ya ushirikina na serikali tofauti. Kwa hiyo inaniwia vigumu sana kwenda kulizungumza hilo jambo. Wewe pale nenda, toa maelezo kwamba umetapeliwa. Tunaona matapeli wengi wa midomo, mtu anatapeliwa tu hivi anajikuta ana sign bila kujua. Kwa hiyo mahakama pia hata sheria inalijua. Mimi ninachoamini sheria ni mkondo mrefu. Kama wanavyodai msumeno unakata huku na huku. Kwa hiyo jambo taratibu. Mimi nafikiri nimekuelewa. Ngoja kwanza tupambanie afya ya yule mtoto. Alafu baadaye nitakuhitaji tena. Tutapeana ushauri au mimi nitakwenda kulizungumzia hilo jambo serikalini. Sawa, mimi ushirikiano nitatoa pale nitakapohitajika. Sawa, mimi nafikiri nikuache wende. Sawa.